Kinachofuata baada ya hapo ni kuweka hii upana wa 2 milimita. Upana tunauwekaje? Hapa tutakuja kwenye features kwa ajili ya kuifanya front view yetu iwe 3 dimension. Kwa tutakuja kwenye features ambayo inaweka 3 dimension hii inaitwa extruded boss base. Hata ukiminya hapa extruded boss base inakuonyesha tutorial yake namna inayofanya kazi hapo. Nachukua 2 dimension kisha naweka kwenye 3 dimension. Kwa hiyo uta-click extruded boss base. Hapa inakwambia select the sketch, kwa uta select hivi. Baada ya hapo, hapa upana umejiweka automatically ni 10, kwa hiyo wewe utabadilisha utaweka 2 mm. Okay. Kisha baada ya hapo utaminya okay. Mchoro wetu umekuwa kwenye 3D dimension. Unaweza kuuzungusha hivi kwa kuminya kidude cha katikati, hiki kiringi kinachozunguka kwenye mouse, kuzungusha mchoro hivi. Au unaweza ukaona side zote za mchoro kwa kutumia hii inaitwa view orientation. View orientation unaweza ukaona top view ya mchoro, unaweza ukaona isometric view. Kwa hiyo bado mchoro wetu haujakamilika, inabidi kuwe na hili shimo hapa, ambapo shimo lenyewe lina diameter ya 1, unavyoona diameter ya 1, lakini pia center yake ni 1.5 kutoka hapa na 1.5 kutoka hapa. Kwa tutakuja tutaminya hii side front view yetu, tutai-click, left click, kisha unakuja hapa kwenye normal tu. Tuna front view yetu imekaa kwenye normal. Kisha baada ya hapo tutakuja sketch, features. Features kwa ajili ya kukata toggle inaitwa extruded cut. Extruded cut. Umeona? Kwa hapo ukiiweka inaonyesha tutorial ya kukata, kwa utai-click. Baada ya hapo utaenda kwenye sketch, unataka ukate nini? Shape gani? Utakuja kwenye sketch, utachora shape unayotaka kuikata. Cycle. Kisha utaichora cycle yako. Hapa. Baada ya hapo utakuja kwenye smart dimension, select dimension kutoka hapa mpaka hapa iwe 1.5, na pia kutoka hapa mpaka hapa ni escape, kutoka hapa mpaka hapa na pia 1.5. Okay. Okay. Kisha baada ya hapo tuta exit sketch. Kabla ya exit sketch inabidi tu make dimension ya cycle yetu, diameter yake. Kwa hiyo utakuja sketch, smart dimension, naweka diameter ambayo ni ngapi? Diameter yake ni 1 mm. Okay. Close dimension. Kisha baada ya hapo tuta exit sketch. Ili uone extrude cut inafanyaje kazi, nenda kwenye orientation, weka isometric. Utaona extrude cut inataka kukata. Hapa imejiweka 2 mm ambao ndio urefu wa upana wa pati yetu, lakini pia unaweza kuja hapa kwenye direction 1, ukaja hapa kwenye through all. Through all maana yake inakata kote, side zote. Na kwa kwetu hapa kote ni sawa, maana yake through all ndio inakata 2 mm. Ukiweka through all both maana yake inakata side zote kwa pande zote. Up to next maana yake itabidi uchague
sehemu ambayo unataka ikate. Hizi nyingine tutakuja kuona kwenye tutorial nyingine. Kwa hiyo kwa kwetu hapa ni through all, kisha kama tunavyoona kazi yetu imekamilika. Tukienda hapa kwenye presentation, kwa hiyo hii ndio kazi yetu ya kwanza. Okay, baada ya kumaliza kuchora mchoro wetu ambapo tumejifunza front view kwenye sketch ambao ni sketch property, kisha tukajifunza features mbili ambao ni extrude boss base na extrude cut. Sasa baada ya kukamilisha mchoro wetu, inabidi tujue namna ya kusave kazi yetu katika SolidWorks. Kusave kazi yetu katika SolidWorks, unakuja hapa kwenye file, kisha unakuja kwenye save as. Unabonyeza save as, unachagua usave part yako sehemu gani. Mfano mimi kwangu nimechagua kwenye desktop. Kwenye desktop chagua kwenye project, kisha hapa unaandika jina hapa ambao ni automatically itakuja part 1. Kwa hiyo utapenda save kwa jina hilo au uchague jina lingine, kisha utaminya save. Baada ya hapo kazi yako utakuwa ushaisave na utakuwa muda wote ukitaka kuiona kazi yako unaenda kwenye jina la kazi yako na sehemu uliyosavia unaangalia. Asanteni, usisahau kushare, subscribe kwa ajili ya tutorials nyingine kama hizi.